Some of you mumelelewa na pesa za wizi, mumelelewa na pesa za kukula nchi. And we do not have a problem with that. Kwa sababu kama wazazi wako walipata hiyo chance, it's okay. But now this is the problem. This is the problem. Wazazi wenyu walifika mahali tamaa ikakuwa mingi mpaka utu ikawaisha. No, we've never had problems with entrepreneurs. By the way, hatujui kuwa na shida na hiyo. Unaona, entrepreneurs by the way wako kila mahali, sio Kenya peke yake. Entrepreneurs wana exist every part of this country. Lakini shida yetu ni hii ya nyinyi na wazazi wenyu. Ni kwamba mlifika mahali mpaka mkakuwa hamna utu. Mlifika mahali mpaka pesa ya hospitali mnakula. Mpaka pesa ya maskini ile mwenye maskini amepewa mtoto wake aweze kukua tenda shule mnakula. Mlifika mahali mnakula mpaka ile pesa yenye ilikuwa inafaa kukua maskini ataweza kukua mtoto wake at least hata afford chakula. Mlikula kila kitu, hiyo ndio shida. Na that's for that reason. It might not be now. But mimi nawaambia kama nyinyi na wazazi wenyu hamtachukua na discipline na mrealize ile problem mnaleta kwa nchi yetu. Tuko na deni ya 12 trillion imegonga officially 12 trillion. Debt ya Kenya imegonga officially 12 trillion. That is to mean hiyo deni yeze lipika. Wadau. 12 trillion wadau. Na for the 12 trillion hakuna hata daraja hivi inaonekana. Nothing to show for it. Nothing. 12 trillion, nothing to show for it. Nothing. The only thing imejengwa ni Talanta Stadium yenye ilianziwa na sijui pesa ngapi, sasa hii budget imeenda hata sijui inaenda kufika ngapi. That is the only thing yenye imefanya inaonekana. Na tu barabara hapa tu hapa pale tu kufunga watu macho. Na housing yenye of course sio pesa ya serikali, ni pesa ya wananchi inajenga. Wadau, acha niwaambie. Unajua when you hear me saying lazima tunyonge watu. Hii ndio sababu. Acha nikwambie mdau Mkenya mwenzangu, kama hujaielewa. Kama hujaielewa kwa nini nasema hivyo, acha nikuelezee leo ujue. This is the reason. Mahali Kenya imefika wadau, the indiscipline and ile kiburi na tamaa na ujeuri yenye iko na politicians wetu na hawa watu ambao wamekuwa kikula mali ya nchi, wanatuangalia kama wanasia tuna akili. Wanatuangalia kama wanasia tuna akili. And let me tell you something. Unajua ule foreign minister of finance wa Nepal, wakati ilifika mahali alikuwa anapigwa viboko, anakimbizwa kwa mpaka kwa mto, na sijui ilikuwa ni bibi ya nani mpaka alichomwa na nyumba ya nani ikachomwa. Unajua ndio wananchi wafike hapo mahali, ilikuwa ni because wale wananchi walikuwa wamevumilia miaka mingi sana. By the way, the problems of Nepal wamevumilia for a very very long time. Walikuwa wamevumilia upuzi for a long time. Ni kufika walifika mahali wakaangalia wakaona the more wanavumilia, the more kiburi, ujeuri na ujinga yenye inaendelea na hawa watu. So mimi nataka nikwambie hivi. Mimi naelewa some of you that nikisema lazima tunyonge watu, you do not understand, because nyinyi na wazazi wenyu mumekulia hapo miaka mingi sana. Mumelelewa na pesa ya wizi, mumelelewa na pesa ya serikali ya wizi. Mumesoma na pesa ya wizi. Maisha yenu yote imekuwa finance na pesa ya wizi. So I understand. Naelewa. Mimi naelewa. But this is the problem. If you do not learn from the things that are happening all around the world, if you do not tell your parents that tukikosa kubadilisha mambo very soon, things will be very wrong for us, you will be taught a very serious lesson. You will be taught a very serious lesson. Because I'm telling you, the point, a day will come when Kenyans will realize that we can no longer afford anything. We can no longer afford food. We can no longer afford food. We can no longer afford healthcare. We can no longer afford anything. A day will come when Kenyans will sit down, wataanza kuangalia waone, kumbe hakuna makabila. Kumbe hakuna kabila hii ama ile. Kabila ni mbili. Kabila ni ya wale wanatukula na sisi ambao tunakuliwa. Vitu ni mbili. Kabila ni ya wale wameishi kutukula na wanazidi kutukula na wanataka kutumaliza, na sisi ambao tumeishi kukuliwa na tunazidi kukuliwa tunataka kumalizwa. Hiyo siku itafika. Na mimi nawaambia, it's better mwambie wazazi wenyu mapema. Ambieni wazazi wenyu mapema that daddy, mami, kutaharibika one day. Tuache hii tabia. Let's stop it. Hapo mahali imefika tuache. Kwa sababu mimi am telling you, a debt of 12 trillion and inapanda every day. You need to realize that the government of Kenya ina borrow bado, kwa sababu it cannot finance its budget. It cannot finance its budget. Niliwaambia KRA ina collect only 2.5 trillion. Budget ya Kenya ni almost 4 trillion size. So half of that budget cannot be financed by the Kenyan government. So kukopa lazima Kenya government endelea kukopa. Lazima, haina njia nyingine. It cannot finance its runnings. Let me tell you wadau. Tell your parents mapema that tuache and start finding ways of giving back. Start making sure that our Kenya watatulia. Kwa sababu mimi nakwambia hii jipu ambayo Wakenya wako nayo, this boil that Kenyans wako nayo, inaendelea kuvimba kila siku.
Every day Kenyans cannot afford school fees. Every day Mkenya anaangalia nyumbani anaona watoto wamefukuzwa shule. Watoto wako nyumbani kwa sababu wana school fees. Ana realize kwamba kuna pesa ya capitation imekuliwa na ghost schools. Kuna pesa ya capitation imekuliwa na ghost students. Ana realize that mtoto wangu anakosa kuwa shule kwa sababu kuna mtu fulani ameamua kule hiyo pesa. The moment Mkenya anaenda hospitali anakosa kutibiwa, ana realize kwamba nimekosa kutibiwa kwa sababu kuna mtu ameamua kule hiyo pesa. The moment Mkenya anaenda kuafford kununua vitu na 1,000, ana realize hii 1,000 yake haiwezi nunua Kenya liweki nunua 5-10 years ago kwa sababu kuna mtu ambaye amemess na economy through kukua amevuruga kila kitu. The day will come when that boil is going to burst. And if these politicians na hawa mabonyenye wa Kenya hawatakuwa wamerealize na wa change their ways, wa realize that they are hurting the people of Kenya, that wa Kenya wanaumia. If you're not going to change your ways, mimi nawaambia hizi videos za jamii ninashoot hapa, I'm telling you one day will come, they'll become prophecies. Mtakuwa mnaziangalia mnasema guy huyu jamaa alikuwa atuambia. Mimi nawaambia, nimewaambia lazima tunyonge watu is going to one day be sung as a national anthem in Kenya. Kenyans of all walks of life are going to be saying hang them, nyonga wao, nyonga wao, nyonga wao. I'm telling you. Itafika mahali wa Kenya wanaangalia hivyo wanaona hai, heni sisi hatuwezi afford lolote, lakini kuna mtu akona pesa ya kununua manyumba Dubai za millions. Kuna mtu akona pesa ya kujenga apartment, zinapanda juu apartment juu apartment, gorofa juu gorofa. Kuna mtu akona pesa ya kukua anaishi kama mfalme. Ananunua magari ya kifahari anaishi kama mfalme. Ananunua manguo ya kifahari, lakini mimi hata kuafford chakula siwezi. A day is coming, me I'm telling you wadau. Tell your parents. Ambieni wazazi wenu mapema. And if you are also an entrepreneur and also eating, kuna unakula nchi bila huruma, learn mapema. Kwa sababu mimi nawaambia a day will come when nyonga watu is going to be a national anthem. A day will come when we will sit down as a country and say no, hakuna kupeleka watu kotini, hakuna siju kuenda kukustaki. It is simple. Pesa iko wapi? Mashamba ziko wapi? Where have you hidden the wealth? Ulikula na nani? Nyonga yeye. Mimi nakwambia hiyo siku inafika. Right now mnaweza kama niangalia mnaona huyu jamaa anapiga kelele anaongea tu mingi hapa na shoot hapa tu videos zenye yuko, but I am telling you one day this boil of the Kenyan pain, this pain that Kenyans are experiencing, it's going to burst. And when that day comes, this video mimi nakwambia mtakuwa mnaangalia mnasema hii ilikuwa prophecy. The day will come when nyonga wote, nyonga watu, hang them is going to become the Kenyan anthem. The day will come. Niendeleeni na ujinga mko nao. Endeleeni na upuzi mko nayo. That Kenyans cannot afford basics. Food, shelter and clothing inakuwa ni option kwa Mkenya saa hii. The basics of the common man ni hizo, food, shelter, clothing. And then sasa vitu kama za kawaida kama healthcare and then education for their children. Those things you have taken away all the basics. Food cannot be, many Kenyans right now kuafford chakula ni shida. Clothing, kuna mtu ambaye my friend zile nguo konazo hata akumbukagi watu wanunuaga nguo. Anavaaga nguo mpaka zinaruka kwa mwili. Kuna mtu my friend akona ngodha zenye anarudia. Si arudi suruali juu hataki kuvaa suruali zingine, ni juu hana pesa ya kununua. Kuna mtu anavaa panty imeraruka na boxer imeraruka juu hana pesa. Shelter sasa kuna mtu my friend nyumba ya 1,500 inamshinda kulipa. Nyumba ya ghetto ya 3,000 anashindwa kulipa. Mimi nakwambia muwe mess naka mpaka na basics, food, shelter and clothing. Mnafanya mpaka wa Kenya basics zenyewe hawezi afford. And then you people think that nyonga watu is a joke. I'm telling you one day you're going to wake up and you're going to realize that everything yenye mumeiba itachukuliwa by fire by force. Every single apartment, every single investment, every single coin that you've hidden itachukuliwa by fire by force, and it will come with a lot of pain. So nyinyi endeleeni tu kujifanya ati amuelewe. Endeleeni kujifanya that yani mnanyang'anya watu mpaka basics. Food, shelter and clothing mnanyima binadamu. And you think people are just going to be continue sitting and watching. Endeleeni kufanya jipu lifura, but I am telling you one day the Kenyan boil is going to burst. And on that day nyonga watu is going to be a national anthem. Hakuna mtu atakuwa anataka kujua umetoka kabila gani ama wewe ni nani. Utakuwa unaambiwa leta pesa, leta mashamba, nyonga yeye.